No, it's an evening. Karibuni sana tena, and this is a worship Tuesday. I'm a worship Tuesday, of course, and this is how we normally do it on our own style, very slow but sure in the spirit, of course, being led by the Spirit of the Lord. And I thank God being trusting in the Lord. How have you been trusting in the Lord? By the way, have you ever trusted the Lord, by the way? Some of you, maybe they are just lucky on this earth. Some of you haven't even encountered the presence of God in your life. Wewe nafaa ukue kama Musa aliambiwa, bali ambapo umesimama ni patakatifu, toa viatu yako. Lakini in this modern life, because now life has changed somehow. In this modern life now, viatu si za miguu. Roho yako iko sawa na Mungu na watu pia. Kwa hivyo all of this we want to learn in this place. Karibuni sana, and I have an amazing guest with me here all the way from pale penye atatuambia kwanza, wacha nisiseme. How are you, mtumishi? Niko salama kabisa. Uko salama? Niko salama kabisa. And I don't know, but I think all the pastors ama watumishi wenye wanatoka kwa hii ministry ya ufufuo, I think you kinda resemble all of you. Of course, lazima tufanane. Amen. Welcome at EBN TV. Thank you. Tunakukaribisha sana, and we are so glad to have you. Nataka sasa ujiintroduce using your camera here. Introduce, utuambie unatokea wapi. Okay. Yes. Ya, kwa majina naitwa Pastor Joseph. Yes. Mumo Juliana. Aha. Nimeokoka na hudumu na ministry ya ufufuo na uzima. Chini ya Askofu Peter Kitheka. Yeah. Hapa katika jimbo la Kenya. Yes. Lakini pia tuna baba yetu ambaye ni founder wa ufufuo na uzima. Yes. Ambaye ni askari mwaminifu wa Bwana Yesu Kristo. Yes. Anaitwa Josephat Gwajima. Yes. Ako pale Tanzania. Ni yule mmoja tunamjua? Huyo. I won't ask questions za huko, kwanza tuongeza za hapa. Amen. Karibu sana. Nashukuru. And how is ministry out there? Ministry tunapambana. Aha. Tunapambana. Unajua kila kitu ni kupambana. Yeah. Ukimtumaini Mungu, kila kitu kinakuwa sawa. Amen. Yeah. Asante. Yeah. Aya, for those who are watching us, and this is how we normally do it on Tuesday. Tuesday tunakuanga na msanii na pastor, and every Tuesday what na share topic, and a pastor comes in and just to encourage people and also just to lift the faith of people. So we just had Pastor Kate, who is also happened to be our guest artist, and right this moment I want us to learn something from the Lord through the man of God, and it will be a blessing. So kama unamjua, make sure you send in a comment. Nimeshikilia simu hapa nione, mwambieni karibu sana, itakuwa baraka sana. So maybe allow me to start somewhere as we go somewhere. Okay. You have the calling of pastoral, and I just want to know, how is it being a pastor? Being a pastor, of course, kila mtu ako na call. Yeah. Lakini inategemea umeitwa wapi. Aha. Unaweza kuwa umeitwa lakini hujaitwa kuwa pastor. Aha. Unaweza kuwa umeitwa, yes, ila umeitwa kuwa kama wewe umeitwa kuwa mwimbaji. Ndio. Kila mtu ana kitengo chake, kila ameitwa kuwa. Yes. Lakini kwangu mimi nilisikia hiyo wito wa ku-express the word. Wow. Nikaona kwanza ni vizuri niingia pale. Amen. Kama vile Mungu alivyokusudia. How do you deal with challenges when they come? Ama pasi wa wananga Anyway, challenges. Challenges zipo. Nyinyi ndio ni weapon yetu. When we have challenges zipo. We face a lot of challenges. Yeah. Na hizi challenge ni kwa kumtumaini Mungu. Amen. Na kumwomba Mungu atupe neema. Amen. Ya kukabili hizo challenge. Yeah. Kwa sababu of course tuseme sio pastor tu, lakini kila ministry, kila huduma na kila section ina challenge zake. Amen. Asa tuseme kwa mchungaji, challenge ni mingi sana. Wow. Na unajua kuwa kiongozi, kila kitu kinakuelekea wewe. True. Kwa mfano kama mchungaji, acha niongelee sekta yangu. Yes. Kama mchungaji, una deal na watu wa kila karakta. Yeah.
mtu ameokoka hajaokoka, spiritually, physically. Kwa sababu tunasema kwamba sio kila anayekuja kanisani ameokoka. Ndio. Wengi wanakuja kusikia neno lakini kuna siku yake ya kuokoka. Unaona? Lakini huwezi kumfukuza sasa. Ukweli. Kuna wakati wake wa kuokoka. Ati kuna siku yake ya kuokoka. Unaona sasa? Yes. Alafu vile unavyoona, yes. Mtu akiwa kanisani kama mchungaji, kuna wengine wanakuja sio kwa sababu ya kuhubiriwa. Ndio. Kuna wengine wana mission zao. Aha. Kuna wengine wamekuja kama mitego. Aha. Kuna wengine wamekuja kama tuseme tu kupimia. Na kutoka pale kuna yule atakusema vizuri, kuna yule atakusema vibaya. Unaona? Kuna mwingine atakuja atategemea neno, lakini anategemea kupata kitu kutoka kwa mchungaji physically. True. Materialism. Amen. Atataka anaweza kukwambia alilala njaa. Unaona? Na huenda akakosa kumuona mchungaji. Yes. Ama akamuona mchungaji na ikawa hajasaidika. Unaona? Kule kutokusaidika ndipo pale nayo jina lako itaanza kuharibiwa kule nje. Nilienda kwa mchungaji fulani akaninyima. Hata sema kuwa na kuna uwezo. Sasa. Asante sana. Talking about tukiongelelea kuhusu yani mtu labda anahitaji taka usaidizi. We all understand that the greatest helper is our Father God. Is our God. Yes. But see, have you ever trusted in God? And how was it for you? So I want to give you the next 5 minutes. Okay. Whatever that you had prepared for us, will take us through. Alafu kama maswali zangu labda kama nitakuwa nazo 3-4, we call it a day. Sawa sawa. Yes, yes. Nilipata ujumbe na ujumbe wetu wa mwezi huu ni ujumbe mzuri sana. Trusting in the Lord for your purpose. Yes. Ama kumtumaini Mungu kwa ile kusudi. Yes. Lako unalo la maisha. Tuseme kila mtu tuseme kila mtu ana kusudi. Au ameokoka hajaokoka. Yes. Ana kusudi la kutimiza hapa duniani. True. Na unapozaliwa au zaliwi by accident. Unazaliwa kukiwa na purpose. Mungu analeta mtu duniani na purpose. Na kila mtu ana kitu cha maisha cha kutimiza. Ukweli. Kifupi tuseme nilitoka introduction kadogo kuhusu mtu. Mtu sio mwili. Yes. Mtu ni roho. Na wakati tunasema mtu ni roho, ina maana kwamba mwili unatengenezwa. Mungu alipomuumba mtu wa kwanza Adamu, yes, na akamtengenezea mke, akawaumba wawili pale, wazae wajaze nchi. Yes. Kile kilichotokea pale ni kwamba hao walioumbwa na Mungu sasa waendelee na kufanya nini? Yeah. Na kusalisha. Yes. So wanasalisha nini? Wanasalisha mwili. Mungu ndiye anashusha roho, anaifix. Wow. Wakati baba na mama wamekutana, ile roho inafiksiwa. Ile roho ndiyo itasaliwa, itafiksiwa kwenye mwili wa Teddy. Yes. So Teddy sio mwili. So aliyetoka mbinguni sasa ndiye ako na kusudi la maisha la kutimiza hapa duniani. Amen. So haijalishi umezaliwa wapi na mazingira ina gani. Kile ambacho kina challenge kwa watu sana, yes, ni mahala amezaliwa anaona kwamba ni pabaya, hapastahili, wazazi wangu wako down, familia yangu haieleweki, lakini ana kusudi la kutimiza. Au ameokoka hajaokoka. Yes. Kila mtu ana kusudi la kutimiza. Huo umezaliwa kwa ukahaba, kwa umalaya, wapi? Anazaliwa kwa kusudi. Yes. Kile kipo aliyemzae watajiona na Mungu wake baadaye. Yes. Unaelewa? So wakati tunasema trusting in the Lord, yes, kumtumaini Mungu kwa ile kusudi lako ambalo unataka kulitimiza, ni kwamba mtu anapokuwa na kitu cha kutimiza, watu wengi leo wameama kwenye kumtegemea Mungu, wameanza kutegemea vitu tofauti. Kwa mfano, wachungaji, waimbaji, watu ambao wanahusiana na Mungu, yes, wanaona kwamba kile wanategemea akiendi.
wanaamua waame kwenye kumtumaini Mungu, wanavitengemea vitu vilivyotengenezwa na wanadamu. Na hapo ndipo tunakosea. Ni vizuri kama upo hapa chini ya jua kumtumaini Mungu kwa kile ambacho unataka kufanya. Kama mimi hapa tukiongelea kuhusu huduma ina challenge. Unasukuma, kama una shamba la kujenga lazima ukodishe. Kukodisha kule unaweza kukosa fedha za kulipa ile shamba. Mwenye shamba anahitaji nini? Rendi yake. Umekosa rendi mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, wa tatu, singino lazima invoice ikuje. Akileta invoice, ujue sasa umeanza kuingiwa na wasiwasi. So utamtegemea nani pale? Ndio sababu unakuta wachungaji wengi wamelaani washirika kwa sababu aidha watoi sadaka za kutosha. Unaona? Lakini wengi kuna mchungaji wetu ambaye yuko Moshi pale, askofu anaitwa Brayson, atuambia kanisa inataka hustlers. Kila mtu wa kila aina, hata wale wadogo wa kiwango cha chini. Lakini unakuta kanisa ni ya watu wa chini kabisa. Lakini mmekodisha. Mnataka mlipe rent, mnataka mlipe umeme, hata mnaweza kuwa mna vyombo mnakodisha. Unaona? Hizo vitu vinakufanya wewe mtumishi wa Mungu uwe na mawazo mengi. Sasa ukisipomtegemea Mungu utaama kwenye kusudi. Wow. Ukiama kwenye kusudi utatafuta kile utakitegemea ili ulipe rent ama usukume huduma iende mbele. Na ndio sababu unaona wengine wanajaribu mpaka wanashindwa, wanafunga, wanaanza tena, wanafunga, wanaanza tena, mpaka wanaamua waende watumie marine spirit ili wahudumu naso wapate power. Unaona? Ama wategemee watu tofauti, aidha wanasiasa ama watu wengine tofauti ili wapate kitu wasonge mbele. Unaona mtu amejichanganya, anaama kwenye lengo. Kusudi ni lengo la kwenda unapotaka kwenda. Mimi nachoweza kuambia watu ni kwamba mtegemee Mungu kwa kile unachokifanya. Hata kama ni kigumu, usiame kwenye lengo. Mungu huwa anakuja wakati unaona umefika mwisho. Naye anachukua usukani, anakupeleka alipokukusudia kwenda. Hilo ndilo naweza kuambia watu. Yani mwisho wangu ndio mwanzo wa Mungu. Mwisho wako ndio mwanzo wa Mungu. Where you reach, where your mind reaches. Unaona hapa ndio mwisho. It's the end. Hapo ndio the beginning of God. Amen. Yeah. Unajua I'm trying to think. Yes. There's a time ni may give up as a person. Okay. I've been trusting God for this but it's not working, and kaona ni kama mimi siko kwa list ya Mungu Bwana. Nikakando. Nikaeka kando. Unaona Teddy, hii andiko ya Methali inasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Methali 3:5. Yes. Wala usitegemee akili zako mwenyewe. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Jumapili nilikuwa na Askofu Kidheka kule kanisani kwangu, yalihubiri. Anasema wafahamu adui wa ndani. Adui wa kwanza akasema ni moyo wako. Moyo wako unaweza kuwa adui mkubwa kwenye maisha yako. Moyo wako, kile kinachowaza, kile moyo unachowaza ndicho kitategemea utaenda wapi. Na ndio sababu Mungu anajua moyo wa mwanadamu. Na Yeremia anasema kwamba moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu kuliko vitu vyote na una ugonjwa wa kufisha. Na swali iko hapo, nani awezaye kuujua? Kwa sababu una ugonjwa nini wa kufisha. Maana yake moyo ndio engine ya mwanadamu. Moyo ukiwaza ufanye kitu, utaama kwenye kusudi ama uendelee na kusudi. Ndio. That's true. Yes. Kwa hiyo changamoto zipo, kama vile umesema ulishaipitia kwenye changamoto. So ili changamoto uliyopitia inataka katika kila changamoto, kila mazingira, hata kama ni magumu, umtumaini Bwana. Kwa sababu mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Mahali pengine nasema mtegemee Mungu kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Mtumishi, naam,
Kuna mtu ameokoka jana, yes, juzi, mwaka uliopita. Yes. Imani yake bado ni kwa kimombo tunasema soft. Yes, ni kweli. Bado ni ndogo sana. Ndio. Akisikia tukisema mtegemee Mungu na moyo, kidogo anashindwa. Haya ni mambo magani? Haya ni mambo gani? Nitoe moyo wangu nimpe? Okay. Nifanyaje? Okay. Ndio. Unajua kumwabudu Mungu ni mambo ya kiroho. Yes. Na unapotaka kumwabudu Mungu, lazima ujue kwamba sio mwili unamwabudu Mungu. Ijapokuwa mwili ni kiungo ambacho kimekubeba wewe, na wewe ambao umebebwa na huu mwili, ulazimishe mwili umwabudu Mungu, kae kwenye utakatifu. Unaona? Kwa Mungu, mambo ya Mungu ni ya kiroho. Moyo katika mwili ni kiungo. Katika mwili ni kiungo. Na kazi ya moyo ni kusukuma damu kwenda katika sehemu zote za mwili. Lakini sasa vile mtu wa nje alivyo, ndivyo mtu wa ndani alivyo. Oh God. It is like, kama hapa sijui kama kuna chupa ya maji, ni kama vile chupa ya maji. Ikiwa na maji, maji ana occupy the space ya chupa. Inachukua shape ya chupa. Ukiyatoa maji, yanasambaratika, yanapotea. Lakini chupa inabaki na ile shape yake. So maji ndio ya muhimu kwenye chupa. Yakishatoka, chupa utupwa, na wengine wanaitumia kwa mambo mengine. Lakini mwanadamu, mwili wake ni wa kushikilia aliye ndani, kwa sababu wa muhimu. Si ati wa mwili, si ati mwili si wa muhimu, ni wa mwili ulishe. Kwa mambo ya nje ulishe ili uendelee kuwa na nguvu ya kukushikilia. Lakini wa ndani anastahili maabudu Mungu ndani ya roho. Na ndio sababu mtu ameokoka jana, ameokoka mwezi uliopita, mwaka uliopita, anastahili aelewe kuokoka sio kuokoka mwili. Kuokoka ni roho. Ndio inaokoka. That's different. Na roho ndio spirit, yani the spirit. Unajua spirit ikishaingia kwenye mwili huu, imekuta mwili huu una dhambi ya Adamu. Lazima aokoke, azaliwe mara ya pili. Ili ile dhambi ya Adamu imuondoke. Ikishamuondokea, anakuwa kiumbe kipya. Ndio sababu Biblia inasema sasa huyu kiumbe kipya anaambiwa, tazama ya kale yameshapita, tazama yamekuwa mapya. Umeshakuwa kiumbe kipya tayari. So alishaokoka, anastahili ajue kwamba astahili kutenda mambo ya zamani. Kama alitegemea wachawi, asitegemea wachawi. Na ndio sababu Yeremia 17 mstari ule wa 5 nasema, Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Mstari wa 6, maana atakuwa kama fukara nyikani, ataona yatakapotokea mema, bali atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Mstari wa 7 ndio unanifurahisha sana. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Bwana ni tumaini lake. So ukishaokoka, unaacha kuwategemea wajomba, shangazi, ndugu, wanasiasa, serikali. Unamtegemea Bwana. Hata kama uchumi umeenda juu, mtegemee Bwana. Uchumi uende juu, uende chini, uende wapi, tumtegemee Bwana. Tukimtegemea Bwana, hatutaona ugumu. Amen. Hapo kwa mwili na roho, nje na ndani niseme. Asante. Hi Teddy, msalimie sana man of God Pastor Jose Mumo, ni wa kwetu Kitui, niko Fedha Amkavemba Musyoka. I know, tulisoma naye primary. Hello IBN Television. Show iko lit, hakuna kubanduka mpaka mwisho wa tamasha hii. Nimejifunza nimejifunza Kiswahili tangu tuanze kuhost watumishi wa ufufuo. Hey, mwalimu aniite shule tena.
Hi Manukato, it's Pastor Blessed Simiyu from Baraka Estate. I'm blessed to join. Na leo tuko na wachungaji wana Mungu wabariki sana 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 for joining. Amen. Hapa kwa Facebook kuna mtu anasema great thank you good advice pastor, that is get Ray. Amen, asante sana. And other people are saying hi to you, Joy Kilo. Naona wanakusalimu sana pale. Alubi Masikibe anasema very inspiring, I am blessed sana. Amen, thank you so much nyinyi nyote ambao mnaendelea kutuongelesha pale, asante sana. I think anaitwa na Daniel N Chege anasema amen pia naye, asante sana. I think watu wetu wanakujanga wakati ambapo tunamalizia shida yenu. Turudi nyuma, tutawatch repeat usiku. Man of God, yes. Just as we wind up, for any person now who is going through maybe something, and now this being an Easter season, okay. This month, what should this person do in such a season? Because also it's good to flow with the season and what is happening, because now being an Easter season, someone is out there stranded, struggling, others are struggling differently. Someone maybe lost someone and they don't want to forget the past, and the word says that forget, the Lord is doing a new thing. Someone maybe after job, someone has been waiting on God for a long time. I just want to give you a 2 minute to speak to this person direct. Na ili moyo wake usikie ni kama umekuwa encouraged this afternoon. Yes. Amen, Teddy. Okay, nataka kuzungumza na huyo anayenitazama ambaye anafikia kukata tamaa. Jambo la kwanza, simama kwenye topic yetu ya leo. Trust in the Lord in whatever you do. Mtumaini Mungu kwa kile unacho kitumainia kukifanya. Kama umetegemea kupata biashara, kupata kazi, kupata ndoa, kupata ajira, kile naweza kukuambia ni kwamba there is appointed time of God. Ile appointed time of God inatokea wakati unaona kwamba imekwisha, wakati unaona kwamba umefika mwisho, ndipo Mungu naye anashika usukani wa maisha yako, anakupeleka pale unapotaka. Kama unataka kazi na umeitafuta kwa muda mrefu, una certificate, una barua zako, yani stakabadhi zako, kile naweza kukuambia ni kwamba mtegemee Mungu leo. Kwa neno la leo, mtegemee Mungu leo. Nikupe andiko hii kwa Yeremia hapa, mstari wa 8, Yeremia 17 mstari wa 8. Yes. Inasema maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji. Yes. Uenezao mizizi yake karibu na mto. Hata hautaona off wakati wa ari ujapo. Bali jani lake litakuwa bichi, wala hautaangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Mungu anasema ukimtegemea yeye hautaona uchache. Wakati unaona wengine wanasema hawana, wakati unaona kama imefika mwisho, utakuwa unaona kwamba ndiyo safari imeanza. Wakati umejaribu ndoa imeshindikana, Mungu ndiyo mwanzilishi wa ndoa, naye atakushika mkono na ndoa yako itasimama. Kama umetafuta ajira imekosekana, unaona wenzako umefanya application nao, umepeleka barua nao, wamechukuliwa, wewe bado huko pale pale, kampuni ya kwanza, ya pili, ya tatu, kwenye hiyo hoteli, kwenye hiyo supermarket, hapo popote ulipopeleka application ikakataliwa ama ikafunikwa. Kuna watu ambao walipeleka aidha wakaenda popote pale, ama ikawa ndio siku yao Mungu aliwaandikia wapate. Lakini nakwambia hivi, mtegemee Mungu. Leo utapata unachotaka. Kwa neno la leo limekuja kwa sababu yako. Upate unachokitaka, na Mungu naye atakuinulia watu, watakuingiza pale ambapo unataka kwenda. Amen. Thank you so much. This is powerful. Asanteni sana. Thank you so much everyone again.
I honor all the pastors who are watching us at home there. Thank you so much for taking your time to watch us. It's really a blessing, sana, listening and just being you sitting down, giving us opportunity to speak a blessing also in your lives. It really humbles us sana. Asanteni sana everyone. Lucy, Mary, asanteni sana nyinyi wote ambao unaona pale kwa Facebook kidogo jumbe zangu zimepotea. Catherine Vielo anasema amen. Pastor Jose, nabarikiwa sana. Asanteni sana nyinyi nyote jamani. Hata kama sija kusoma jua tu ni wa baraka kwetu sana. Najaribu kutafuta pale kwa Facebook Ernesto, nimekucheki pia nawe. Mish Sandy nimekuona pia nawe. Suzy Moye anasema amen, powerful sana. Sarah Jehu anasema amen pia naye. Nimesema watu watakuwa nakuja sasa tunamaliza. Ni sawa tu, asanteni sana. Mungu awabariki sana. Thank you so much. You are all a blessing. So as we wind up, I just want man of God atuombe tukimaliza. Na pia yeyote ambaye hajaokoka anaweza kuwa na watch. It will be also good Pasi. So you first of all you lead them into wanasema inaitwa toba. Yes. Ombi la toba kwa ufupi. Alafu pia tumalizie na maombi. Amen. Ningetaka tuombe na itakuwa vizuri sana. Wewe ambaye unatutazama mahali popote ulipo, kama haujaokoka ama kwa maana kwamba hujampa Yesu moyo wako akaingia ndani, hujazaliwa mara ya pili, basi ni nafasi yako. Korintho anasema wa pili kwamba saa ya wokovu ni sasa. Wakati uliokubalika ni sasa. Tegemea Mungu, pokea Yesu leo na kile unahitaji utakuwa umekipokea tayari. Mtu akiokoka na kuwa mwana wa Mungu, Yohana 1:12, aliyempokea yeye alipata neema ya kupata kuitwa mwana wa Mungu ama mtoto wa Mungu. Kwa hiyo ningependa niombe na watu wote ambao hawajaokoka na Mungu atakubariki. Hebu nataka tuombe, rudia nyuma yangu. Hebu sema, Baba Mungu, katika jina la Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi. Ninakuomba leo unisamehe dhambi zangu zote na maovu yangu yote niliyoyatenda kwa kujua na kwa kutokujua. Kuanzia leo ninamkataa shetani. Futa jina langu kutoka kwenye kitabu cha mauti, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Shetani na kazi zako, leo ninakukana, ninakukataa. Bwana Yesu, karibu ndani ya moyo wangu, uwe Bwana na Mwokozi binafsi wa maisha yangu. Kuanzia leo nitakutumikia katika jina la Yesu. Amen. Basi nataka niombe maombi ya mwisho, na niombe na watu wote, aliye na tatizo, aliye mgonjwa. Tegemea Mungu kwa ugonjwa wako huo na utaona uponyaji kwa jina la Yesu. Kama wewe ni mgonjwa, shika mahali ambapo ni mgonjwa. Kama unataka biashara yako inuke, shika biashara yako. Kama una mtoto, shika tumbo lako la uzazi. Chochote ambacho unategemea Mungu kwacho, kama una certificate zako hapo umejaribu ukashindikana, zishike certificate zako na Mungu atakupa unachotaka. Basi nataka tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu Kristo, kwa neno lako kwamba tukutumaini wewe peke yako Baba, na tusitegemea akili zetu mwezi huu wa 4, katika jina la Yesu Kristo, ninaachia neno lako kwa watu wote. Ninatuma maombi haya yapenye kwenye miili ya watu wote, kwenye familia za watu wote, kwenye biashara za watu wote, kwenye maisha ya kila mwana na kila mtoto, katika jina la Yesu Kristo. Nikiharibu kila mipango ya kishetani inayomshengesha mtu huyu, inayomuondoa kwenye kusudi, inayompeleka kando na kumtumaini Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Ninaamuru kila roho ya kishetani inayomzuia mtu huyu kumtegemea Mungu ikapate kumwachia, katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba kwa ajili ya huyu mgonjwa, kuanzia leo imeandikwa, nitakuondolea ugonjwa wowote katika
katika jina la Yesu Kristo kwenye maisha yako. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba kwa ajili ya huyu amekosa tumaini, katika jina la Yesu Kristo, ambaye kwenye maisha yake ana namna yoyote, kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo, jambo jipya lianze kwenye maisha yako. Chapter kipya kianze kwenye maisha yako. Uponyaji uingie kwenye familia yako, kwenye mwili wako. Usiye na mtoto, ninaachia mtoto kwenye tumbo lako katika jina la Yesu Kristo. Ninaiamuru tumbo la uzazi ipokee mtoto katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Ninakemea kila roho ya mauti ambayo inakuja kwa ajili ya kukatisha tamaa katika jina la Yesu Kristo. Ninakemea kila roho ya ajali ambayo inakuja kuondoa kusudi la maisha ya mtu katika jina la Yesu Kristo. Ninavunja kila madhabahu ambayo imeinuliwa mahala popote ili ikatishe watu tamaa, ili iweze kuzuia watu kumtegemea Mungu na kwenda kwenye kusudi kwa sia leo katika jina la Yesu Kristo. Nikiamuru neema ya Bwana, neema ya kupata kazi, huyu aliye na certificate zake, ninasitamkia kuanzia leo sipate kibali, na yeye apate kibali mwezi huu wa 4 katika jina la Yesu Kristo. Kwa mamlaka ya damu ya mwana kondoo, imeandikwa na yaweza mambo yote katika yeye amtia nguvu. Bwana Yesu, wewe ndiye unayetutia nguvu. Umtie nguvu mtu huyu aliyekata tamaa. Umtie nguvu mtu huyu aliyefika mwisho. Umtie nguvu mtu huyu asiye na biashara, asiye na kazi, asiye na ndoa katika jina la Yesu Kristo. Msaidie katika safari zake, na lolote atakalolifanya litafanikiwa katika jina la Yesu. Na huyu mchungaji pia ambaye ana huduma yake Baba ambayo inazuazua, ninaamuru kwa jina la Yesu kila mawimbi yakatulie katika jina la Yesu Kristo, na huduma ya mchungaji huyu ikainuke katika jina la Yesu. Mwimbaji huyu akainuke kwa damu ya mwana kondoo. Mhubiri huyu akainuke katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninatamka uzima kwa kila mmoja. Natamka uzima kwa serikali yetu ya Kenya. Ninatamka neema, ninatamka amani kwa jina la Yesu Kristo katika nchi yetu ya Kenya, East and Central Africa, katika jina la Yesu Kristo, na Afrika yote kwa ujumla. Ninatamka kumtumaini Bwana katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Asante Bwana Yesu. Ninaachia neema yako kwenye barabara zote, Thika Road, Mombasa Road, Kakamega Road, katika jina la Yesu Kristo. Baba, damu ya Yesu itawale katika jina la Yesu. Ninaomba kwa ajili ya EBN katika jina la Yesu Kristo, itambae iende kila sehemu, ipate kibali kila sehemu katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba na atakuamini. Amen. Wow. Thank you so much, sir. Asante sana. Thank you so much everyone who has been following us kufikia hapo. Hatuna mengi sana. I just want to finish it there. Asante sana for everyone who has been following us, and just want to leave you with a song from Mary Okoth Mary. Anaitwa Okoth Mary, and itakuwa baraka sana. Kwa hivyo tuonane tena on a Thursday, same place, same time. God bless you sana, and I'm looking forward to seeing you guys on Thursday. We are going to be having Ezekiel Mutisia and also another minister of God, and jina lake limepotea, anaitwa Obwar. Jina la kwanza limenipotea, lakini anaitwa Helen Obwar. Yeah, so it will be a blessing sana on Thursday. See you again. God bless you. Amen.